Amina. Mambo yanayoweza kuua hai wa kiroho. Na hapa haya mambo pia ndio dalili za mtu asiye hai kiroho. Ni mtu wa kukosa ibada. Waebrania 10:25. Wala tusiache kukusanyika. Yaani mtu kama amekufa kiroho, uhai wa kiroho umeondoka ndani yake, hana kiu na ibada. Kanisa ambalo limepoteza uhai ndani yake, hawana muda na ibada. Ndio maana kuna makanisa mengine muda yanafungwa kabisa. Yaani wakitoka Jumapili wanapana, wakitoka hakuna mtu anaingia kuomba peke yake, hakuna mtu anayefunga, kuna mazoezi hapa, kuna mazoezi hapa. Yaani wakitoka wanapana kuja kufungua Jumapili saa 5. Taikanyaka mbingu hastahili kweli. Kanisa walifunga. Kwa sababu gani? Kanisa ni hospitali. Kanisa ni sehemu ya kukimbilia. Kanisa ni sehemu ya kujificha. Kama handaki. Handaki halifungwi. Kanisa halifungwi. Muda wote mtu anaweza akasemeshwa na Mungu nenda kanisani. Anafika kanisani, kaifungwa. Sasa akajisikia muda wote wa kuomba, anaingia kanisani, kaifungwa. Mtu anaweza akaugua, akataka kuja niende kanisani nifunge, kaifungwa. Na ndio na kanisa kama liko hai, huwezi kuta limefungwa. Kukosa ibada ni jambo ambalo linaua uhai wa kiroho ndani ya mtu. Lakini pia ni dalili ya mtu ambaye hana uhai wa kiroho, sio mtu wa ibada.